Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chako pendwa cha mambo ya Hadija Mwanamboka, ukiwa nami Hadija Mwanamboka. Mimi naitwa Emma. Jina la pili hilo usahau kabisa. Mimi naitwa Emma, napenda kuitwa Emma kwa maana kwamba nikisema naitwa Emma ina maana natembea na mambo yangu mwenyewe. Sijui mmenielewa vizuri? Tumeelewana? Mimi nimeishi Mwanza, nimeishi Mtwara, nimeishi Arusha, hatimaye niko Dar es Salaam. Yote katika utafutaji. Nikisema kwa utafutaji maana yake kwamba nilisafiri kwa ajili ya biashara. Wazazi wangu walikuwa hai wote na nilikuwa na uwezo wa kuweza kunisaidia na kitaka kufanya, lakini mimi niliamua kufanya safari yangu mwenyewe. Niliajiriwa serikalini, nikafanya miaka 10, nikaona siwezi, nikaamua kuacha, nikaingia kwenye ujasiriamali. Hakuna biashara ambayo sijawahi kufanya. Iwe kuuza mtumba, iwe kuuza mandazi, iwe kuuza pilipili, iwe kuuza ice cream, zote nimefanya. Ila nataka kuambia kina mama wenzangu, hakuna biashara ndogo. Biashara ndogo ni wewe utaita ndogo. Biashara ni wewe, mtazamo wako utaifanya ile biashara itakuwa ndogo. Ukijiwekea nguvu, hata biashara ya kuanza na mtaji wa 100,000. Nimeona watu wanaanza na 100,000 na wanakuwa billionaires. Nimewaona na macho yangu hapa Tanzania. Biashara ni wewe kuamua nataka kufanya biashara. Usiguse. Usifanye biashara kama masiara. Yaani leo umefanya, kesho umefunga, mara umekula mtaji, mara umerudi, mara biashara umechomoa hela kidogo, umerudisha. Hiyo sio biashara. Biashara jinyime. Biashara ni yako. Hakuna mtu atakaye kufanyia biashara. Ni wewe mwenyewe kuamua. Mimi nimepanda malori ya nazi, pale malori ya nyanya. Hii njia ya Tanga hii. Nimepita sana, usiku sana katika kutafuta. Sio kama nilikuwa sina uwezo kupata gari na kunipeleka, natafuta. Na sitaki mtu ajue biashara ninayofanya. Kwa hiyo napita mwenyewe usiku. Nimeenda Mtwara hakuna gesi, Mtwara hakuna Dangote, Mtwara hakuna ni pori, lakini nimeishi pale miaka 12. Hayo yote katika kutafuta. Mpaka watu wakawa wanasema huyu ataenda kutafuta nini huko? Sasa kufa huko. Narudia haya maneno, nasisitiza kila mama wa Dar es Salaam, mna bahati, mna fursa, na miaka ya sasa hivi mnapata na elimu, mnaletewa na benki mpaka mlangoni, mnaletewa fursa zote juu ya meza. Sisi tulikuwa tunazitafuta wenyewe, tunajitafuta wenyewe. Katika maisha kuna mambo mawili. Amua moja hapo. Nataka kufanya biashara au najaribu biashara. Maana kuna wengine wanajaribu. Kujaribu, kucheza, sielewi yani. Ukiamua unafanya biashara, leo ni Jumapili. Sasa hivi ni saa 11. Umeacha familia yako. Jumapili ni siku ya familia. Umeacha familia yako, umeacha watoto, umeacha ndugu, umeacha marafiki, umekuja hapa. Ni yako ni nini? Biashara. Naomba mjibu. Kilichokuleta hapa nini? Mimi nikishaona wanawake ambao wameamua kuacha kufanya shughuli zao za kawaida, siku ya kupumzika wamekuja hapa, naamini hawa wanawake wako serious. Wako serious. Au mtu ameamua kuamka saa 12, saa 1 yuko tayari kwenye ukumbi wa mkutano, huwa ana kitu anakitafuta. Sasa mimi nawaambia neno moja. Unapoenda kwenye mikutano ya biashara au mkusanyiko wa wanawake au mkusanyiko wote, hakika andika kitu kwenye mkono wako. Ninaenda kutafuta nini? Na uhakikishe hicho kitu unachokitafuta unakipata. Ndivyo tunavyoenda. Sio uende kwenye mkutano kusindikiza watu, hapana. Au kuonekana, hapana. Au kusikiliza, hapana. Andika, leo nimeambiwa kuna mkutano wafanya biashara. Leo naenda kule, mimi na biashara fulani. Nikienda kule natafuta mtu aniongezee mtaji. Nataka kutafuta mtu afanya naye biashara. Nataka kukuza biashara yangu. Unaandika. Ukirudi nyumbani unajiuliza mwenyewe, je, yale niliyoweka malengo nimefanikiwa au nimepoteza muda? Yaani katika vitu ambavyo vya kufanya muhimu katika maisha ni hivyo. Wengi tumepitia hizi stari hii yote nazungumza, tumepitia. Sio kama tumeanzia huko. Tumeanza kwanza kuitafuta.
tunaenda, ukisikia hapa umo, ukisikia hapa umo, ukisikia mchele umo, ukisikia hichi umo. Lakini ikifika mahali fulani unakuwa umeshajitambua, unaamua sasa. Kwa mfano, mimi nashona nguo. Usishone nguo kesho ukasikia kuna fursa kule wanapika maandazi, unao kwenye maandazi humo. Mara kishukuta unasikia kuna mkopo inatolewa kule, wanatoa mikopo kwa ajili ya watu ambao wanalima, nao humo kwenye kilimo. Wakati kulima hata hujui, hata kilimo chenyewe hujui. Hakika utapewa hela na hutafanya hiyo biashara. Lakini kama unashona nguo, ukiamua, mimi na cherehani mbili. Leo nimekuja hapa, nimekuta UTT, nimekuta Azania Bank, nimekuta sijui watu gani. Hebu niongee nao ambaye mimi na biashara yangu na cherehani mbili. Lakini kiongezea cherehani zingine mbili, naamini nitakuwa nimesogea hatua moja. Si tayari mshaondoka na biashara nyingine. Na mara nyingi kwenye vikao kama hivi ndio wanapopata watu wa kuwasaidia. Na ukifanikiwa kupata mtu akakupa hizo cherehani zingine mbili, kikao kingine kaenda cherehani zingine mbili, kikao kingine tena kaenda cherehani zingine mbili, kwa sababu umeangalia njia yako ni cherehani kuchona tu, hujahama, utafika mbali. Na bahati nzuri au mbaya, sasa hivi awamu hii una mikopo mingi sana. Si mikopo tu, hata ruzuku zipo pia. Mnajua kuna hela halmashauri, naamini wengi mnajua hicho. Na kuna hela zinatolewa kupitia mabenki. Na kuna hela zinatolewa kwenye vikundi vya wakina mama. Kama ukijipanga vizuri, narudia tena, huu ni mwaka 2026, 2030, na hakika ulivyoingia leo hapa 30 sio yule ambao uondoka leo hapa. Mimi naitwa Doris Marley, ni mtaalamu wa masoko na teknolojia, lakini masoko yangu ninavyoyafanya ni soko la ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa niko hapa kuwafundisha au kushare na nyie mambo ambayo nimejifunza na nimeweka kama mkeka. Unajua siku hizi kuna mikeka Mkeka ukiwa unaufuma unahitaji nyuzi. Kwa niko hapa kuwapa nyuzi 5 za kushona mkeka wako wa biashara uwe imara, uweze kukua na uweze kufikia masoko makubwa ya ndani na ya nje ya nchi. Jambo la kwanza kabisa tutazungumzia uongozi wa maono, kujenga dira inayovutia masoko. Unajua, ili uwe na biashara imara inabidi wewe mwenyewe uwe kiongozi ndani yako. Ujiongoze mwenyewe ndio uweze kuongoza biashara yako iweze kukua. Ya pili, tutazungumzia mbinu za mazungumzo. Unazungumzaje na watu? Unazungumzaje na taasisi za serikali? Unazungumzaje na benki? Unazungumzaje na wateja? Unazungumzaje na watu wako ndani ya ofisi? Kupanga bei, kujiamini katika thamani unayoitoa. Jinsi gani unavyopanga bei? Unapanga bei kwa kuzingatia nini ili uweze kupata faida? Usalama wa biashara yako. Sasa hivi kwenye mitandao hii kuna njia nyingi sana za kuibiwa biashara yako. Kwa kuna mbinu za usalama, kupunguza risk na kulinda mtaji. Namba 5, tutaongelea kukuza biashara, kuvuka mipaka hadi soko la Afrika. Tumekubaliana ni mambo 5, nyuzi 5 za kusuka mkeka imara wa kukuza biashara yako. Namba 1 katika uongozi wa maono, hii inajengwa na mambo 3. Ya kwanza ni ubunifu wako wewe mwenyewe. Ujuzi wako, elimu yako, ubunifu wako unaubadilisha vipi kuwa pesa? Na unaendelea kuukuza kwa ubunifu gani zaidi na kujifunza kuwa pesa? Namba 2 ni sera za nchi kuhusiana na huo ubunifu wako. Nchi inasemaje kuhusiana na ubunifu wako? Mimi nitatoa mfano. Kuna mwaka 2015 nilisafiri kabisa, nikawekeza, nikaenda India, nikabuni kitu, nikalipia na hela kurudi nchini. Sera ya nchi ikaniambia hicho hakiruhusiwi nchini. Ilikuwa ni funzo namba 1 kwamba kabla sijafanya biashara yoyote niangalie nchi inasemaje kuhusiana na hiyo biashara. Kwa mfano, unaweza ukataka kufanya mazao, kumbe hayo mazao yanapitia serikalini peke yake. Unasema mimi nataka kuuza karafuu, kumbe karafuu ni zao ambalo linasimamiwa na serikali, unashindwa kutoka kuliuza vizuri. Kwa hiyo unaangalia sera ya nchi inasemaje kuhusiana na biashara yangu. Asante sana Madam Khadija. Nashukuru sana kwa nafasi ulionipa. Kwa majina, mimi ni Tumaini Simon Shengovi, Relationship Officer, Azania Benki, Retail and Banking, kitengo cha mwanamke hodari.
Mwanamke Hodari ndio jina la akaunti yetu. Ndio jina la akaunti. Akaunti inaitwa Fanikisha Mwanamke Hodari. Tunasema sisi Azania Bank tunajali wanawake. Tunajali wanawake wote, wanawake wajasiriamali kwa ujumla, wanawake wa ngazi za chini, za juu na ngazi za kati. Hatubagui hata mmoja. Sisi wanawake kwetu tunawathamini sana. Ndio maana tumewapa au tumeanzisha akaunti hususani kwa ajili ya kuwasapoti wanawake. Akaunti yetu inaitwa Fanikisha Mwanamke Hodari. Ni akaunti nzuri sana kwa wanawake. Ni akaunti ambayo mwanamke akiitumia vizuri itamsaidia kupiga hatua kwenye biashara zake za kila siku, kwenye shughuli zake za kila siku na kuhakikisha anafikia malengo yake kwa ujumla. Kwa nini tunasema utumie akaunti yetu ya Fanikisha Mwanamke Hodari? Kwanza kabisa, kufungua akaunti ni bure. Kufungua akaunti ya Azania Bank ni bure. Hamna kianzio chochote cha kuanza kufungua akaunti. Ni bure kabisa. Wewe mwenyewe sasa ndo utaamua, kwa vile ninafungua na Azania, nitaweka deposit yangu yoyote. Hatukulimit deposit kuanzia 1000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe ndo utaamua akaunti yangu isisome 0 iwe na kianzio. Kwa hiyo utaweka kianzio chochote, lakini kufungua akaunti ni bure. Na mtu anapata kadi yake. Na ili uweze kufungua akaunti unatakiwa uwe na NIDA. Namba ya NIDA au kitambulisho cha mpiga kura au leseni ya driving, tunasema driving license au passport size. Vyote hivyo kimoja wapo ukiwa nacho unaweza kufunguliwa akaunti. Na uzuri sisi tuko faster, tuko kidijitali, unafunguliwa account on time na hapa tutafungua akaunti mtaona. Unafunguliwa akaunti direct kwenye system, unapewa kadi yako ambayo ni Visa card, na uzuri wa Visa card unaweza kutoa hela kwenye ATM yoyote nje, na sio tu hapa Tanzania, lakini pia ukisafiri nje ya Tanzania unaweza kutoa hela. Na uzuri tunakuunganisha na kitu kinachoitwa sim banking. Utapata huduma za kibenki kupitia simu yako. Tunasema simu sasa hivi, simu kiganjani. Tunasema mambo kurahisisha kwa kutumia simu. Kwa hiyo tutakuunganisha na sim banking, utapata huduma za kibenki kupitia simu. Ukitaka kufanya transfer muda na wakati wote kwenye simu yako unafanya. Malipo, wafanya biashara wengi sasa hivi wanacheza na muda. Hawataki kupoteza. Anaingia kwenye simu yake, anafanya malipo ya mzigo on time na ana delivery mzigo wake. Na pia tutakuunganisha na Kitadau, tutakusaidia kudownload app ya Azania Bank ambayo itakusaidia kufanya kwenye simu janja. Itakusaidia kufanya transfer popote ulipo. Unataka kufanya transfer nje za nchi, unatumia app ya Azania Bank, unatuma hela na yule kule anapata hela vizuri na anakufungia mzigo, mambo yanaenda vizuri. Urembo unaoshirikana nao mimi ni urembo wa saluni. Urembo wa saluni huo unahusiana na mambo ya ngozi. Nashughulika na mambo ya ngozi. Na wafanyia watu wanaita single. Sasa hivi nyinyi mnaita facial. Lakini tulivyolelewa tunaita single. Ndio kitu kikubwa ninachoshughulika nacho sana hapa mjini Dar es Salaam. Na ndio uzoefu wangu. Mwanamke wa Kitanzania, ufahari wangu mkubwa. Kwanza heshima ya mwanamke wa Kitanzania. Mwanamke wa Kitanzania, nikifikiria mwanamke wa Kitanzania ni upendo. Mwanamke wa Kitanzania ni mama. Mwanamke wa Kitanzania ni mwanamke mwenye uchumi. Ikiwa kwa mume, ikiwa kwa yeye binafsi, huwezi kujihangaisha. Utakaa nyumbani utapika vizuri. Nani sio mwanamke wa Kitanzania? Unajua na kitu unajua kupika. Wewe unajua kwa hiyo ndio sifa ya mwanamke wa Kitanzania. Kama unaona tajiri ufanye nini? Mshahara wako utalipo kwa mbali, unapika, unasafisha nyumba, unajali watoto. Hivyo na tunaona maulana matajiri wanapeka watoto baskuli, naona rudi nyumbani wanaandaa nyumba zao nzuri, wamerelax kabisa. Maisha yanaendelea. Na sisi wengine huko tunaendelea kuchakata, kutengeneza watu wanakuwa warembo, wazuri, au matajiri wanakuja tunawatengeneza, alhamdulillah. Ndio hivyo tunagawana riziki. Mimi kama mwanamke wa Kitanzania najivunia sana kwa mwanamke wa Kitanzania, kwa sababu tunapoongelea Utanzania tunaongelea asili yetu. Mimi katika upande wa asili najivunia mengi, afya yangu, najivunia ngozi yangu, najivunia Utanzania wangu,
na pia sisi ni matajiri kwenye upande wa nature, sawa, mambo ya asili. Na pia katika fursa tulizozipata katika hii dunia, mimi nimeiona fursa ya afya ya ngozi. Mbali na afya ya ngozi, pia afya ya mwili wangu. Kwenye afya ya ngozi nazungumzia nini? Na products hapa nimezishika. Haya ni mafuta, hii ni scrub. Katika mafuta na scrub vyote ni vya asili na vitu vyote vinapatikana hapa ndani ya Tanzania. Kwa nini sijivunie kuwa Mtanzania? Kwa nini sijivunie kuwa mwanamke? Kwa nini sijivunie kuwa mrembo wa asili? Mnavyoniona sina makeup. Sina makeup kwa sababu ninaamini vitu organic tunavyo ndani ya Tanzania. Wenzetu wana ma-GMO huko duniani, hawapati vitu vya asili. Sisi tunapata vitu vya asili. Nikaona kwa nini nisitumie vitu vya asili kutengeneza product kama hizi. Hapa nina Msikani body scrub na hapa nina Msikani body oil. Katika changamoto za ngozi, katika kujichubua, katika mambo ya kuungua ngozi na kuharibika ngozi, hizi products zinakusaidia kuhuisha ngozi yako, zinakusaidia kutunza ngozi yako na pia kulinda ngozi yako. Karibuni Msikani Products ili muweze kupendeza. Mbali na hivyo, chakula gani unatakiwa ule, kitu gani unatakiwa unywe ili ngozi yako iweze kuendana na kile ambacho unakitumia cha nje. Sawa? Hiyo tunakupa ushauri ukifika kwetu, nini ule, nini unywe. Mimi bwana, kama alivyotambulishwa hapo awali, kwa majina naitwa Brian Kiwere, ni afisa masoko, natokea taasisi ya uwekezaji UTT AMIS. Ni matumaini yangu au matarajio yangu kuna ambao tumeshawahi kuisikia UTT AMIS. Kama umeshawahi kuisikia UTT AMIS, mkono juu. Kuisikia walau. Asante. Sawa, sasa mimi nipo hapa kwa ajili ya kuelezea UTT AMIS ni nini, ili kila mmoja aweze kujua ni fursa gani ambayo inapatikana katika taasisi ya uwekezaji UTT AMIS. Kwa kifupi, UTT AMIS sisi ni taasisi ya serikali ambayo tunafanya kazi chini ya Wizara ya Fedha, na jukumu kubwa ama kazi kubwa ambayo tunaifanya sisi ni uanzilishi na uendeshaji wa mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Mifuko ya uwekezaji kwa pamoja. Watu wengi au Watanzania wengi imekuwa ni kama tamaduni, tukisikia neno uwekezaji moja kwa moja ambacho kitakuja kichwani kwetu ni kwamba itabidi huyu mtu awe na pesa nyingi, si ndio? Yaani ukisikia mtu ni mwekezaji, moja kwa moja kinachokujia ni kwamba huyu mtu anahitaji awe na pesa nyingi. Lakini hapana, kupitia mifuko ya uwekezaji ya UTT AMIS, hata kama una mtaji mdogo, una uwezo ukaanza kufanya uwekezaji wako na hela yako yapata ongezeko ama faida. Kwa sababu gani inakuwa ni rahisi? Kwa sababu sisi tunafanya uwekezaji wa pamoja. Maana yake ni nini? Tunakusanya rasilimali fedha kutoka maeneo mbalimbali. Nachukua hela yangu mimi, nachukua hela ya mtu mwingine, hela ya kikundi kingine. Tunakuwa tuna pesa nyingi. Sawa? Baada ya hapo, sisi tunachukua zile fedha, tunakwenda kuziwekeza kwa niaba ya hao watu. Kwa majina naitwa Tumaini Simon Shengovi. Mimi ni relationship officer kutokea benki ya Azania. Niko kwenye kitengo cha wanawake na leo niko kwa ajili ya kuwahudumia wanawake. Wanawake sisi ni jeshi kubwa. Wanawake sisi tumebeba maono. Wanawake sisi ni wa kipekee. Ninafurahi sana kuwa hapa na ninafurahi kuwa na nyie siku ya leo. Azania Bank ni benki inayomilikiwa na mifuko ya kijamii kama vile NSSF, PSSF, NHIF na mifuko mingine yote ya kijamii. Kwa hiyo tunaweza kusema Azania Bank ni benki ya kiserikali pase. Azania Bank tumejaliwa kuwa na akaunti tofauti tofauti, zikiwemo akaunti za kusave, zikiwemo akaunti za wanaume kama vile Jikwamue, kuna akaunti za salary advance na kuna akaunti nyingine nyingi tofauti. Lakini Azania Bank kwa leo tuna akaunti nzuri hususan kwa ajili ya wanawake, inaitwa Fanikisha Mwanamke Hodari. Nikisema fanikisha, mnasema mimi ni hodari. Fanikisha. Fanikisha. Asanteni sana. Kwa akaunti hii ya Fanikisha Mwanamke Hodari
ni hususani kwa ajili ya wanawake wa aina zote, sana sana wanawake wajasiriamali. Nikisema wanawake wajasiriamali, ninajumuisha wanawake wafanyabiashara wa viwango vyote, wale wafanyabiashara wa chini, wa kati na wafanyabiashara wa juu. Hii akaunti haibagui mtu, hata yule mfanyabiashara wa chini anayechoma mandazi, mama ntilie, anayezungusha mboga mboga, wote wana haki ya kufunguliwa akaunti ya Fanikisha Mwanamke Hodari na kupata huduma nzuri kutoka Azania Bank. Ili uweze kufungua akaunti ya Mwanamke Hodari, unatakiwa uwe na kitambulisho cha mpiga kura au kitambulisho cha NIDA au namba za NIDA au lesson driving ya kuendesha ile leseni ya udereva, au uwe na pasipoti ya kusafiria. Ukiwa na hiko kimoja hapo, unaweza kufungua akaunti ya Fanikisha Mwanamke Hodari.
chuma, na bebe la chuma.